Adam. Timu ya dhambi ilicharaza mabao 3 kwa nunge. Bao la kwanza lilifungwa na mchezaji mmoja hodari aitwaye Amani. Uwezo wa Roho Mtakatifu hadi ibilisi akashikwa na kizunguzungu. Bao la pili ambalo lishangaza wengi ni lile ambalo lilifungwa na mchezaji Shujaa Upendo akisaidiwa naye Yesu. La tatu la kufunga udhia lilifungwa na uvumilivu akisaidiwa na Mungu mwenyewe na kunyakua taji la uzima wa milele. Utabiri wa hali ya hewa. Hapo kesho upande wa mwaminiaji Yesu Kristo utakabiliwa na ishara za baraka, na hapo jioni wakazi wa eneo hilo watajishiwa na baraka chungu nzima. Itafuatiwa na shangwe, vifijo, nderemo sawia bashasha kutoka kwa teule ambao walikuwa wameshinda vita kwa uwezo wa mwanakondoo. Upande mwingine wapepo wa giza watakumbwa na ukavu na pia baridi ya laana hapa asubuhi, kisha joto kali sana ambalo litasababisha moto wa milele. Na watu wa jioni huruma za radi tasika juu ya mwana wa Adamu. Basi kabla tutamatisha taarifa yetu habari, hebu tujiunge na watangazaji wetu walioko katika maeneo kaunti, hasa tujue ni yapi yanayojiri kwa sasa. Moja kwa moja hadi katika kaunti ya Kajiado. Asante sana. Kutoka studio za Tamasha Production tuko hapa St. Mark, ikiwa ni shule ya kibinafsi Kumbuka ni katika kaunti ya Kajiado. Bila shaka hili siku muhimu babu kubwa ambapo wazazi, walimu, wanafunzi pia washikadau katika tasnia ya elimu wamejumuika pamoja kwa minajili tu ya kuja kufanikisha siku hino. Hii ni shughuli babu kubwa ambayo imehudhuriwa na miongoni mwa viongozi wengi. Tuko mtaza tu, hebu tusikie tu baadhi ya wale walihudhuria sherehe walikuwa na yapi ya kusema. Nilisema kitambo ya kwamba kumcha Mungu ndio chanzo cha hekima. Na nikasema mara kwa mara ya kwamba ikiwa wewe ni mzazi, ni jukumu lako kuhakikisha kwamba mtoto wako ameishi vyema. Ukamtunza yale malezi. Kumbuka, unapomtunza akiwa mtoto mdogo, atakapokuwa na wewe mtoto wako atakuwa wa faida. Tuwe ya kwamba kuna mambo 3 muhimu. Manake wanafunzi wanaenda kufunga shule. Walimu wamekuwa na wao kwa kipindi kirefu, wamewajuza vema, na pia wao wenyewe matarajio kwamba ile siku ya kurejea wataja jinsi walivyo. Ya msingi ni kwamba uhakikishe jambo la kwanza, mtoto anapoondoka anaenda wapi? Ya pili wakija kwamba anaenda kucheza na nani? Na akienda kucheza nani, huwa najiuliza atarudi wakati gani? Na iwapo utafuata hayo mambo 3, utatunza watoto wema. Bila shaka watoto wakati wa kufungua, watoto wetu wanarudi kwa mwalimu. Kuna walimu wenza wote wakiwa shwari na tena imara. Ukibuza hayo, mimi sikulazimishi, lakini kama mzazi ujue kuna jukumu ya kufuatilia na kujua iwapo watoto wako wametenda yale ambao yamefaa. Ningesema mengi, lakini kizama upande wa kushoto naona wingu limetanda na mvua hii ya elimiko inaweza nyesha wakati wote. Ndio ukiangalia pale pembezoni unaona ile basikeli langu, yani helikopta. Itaabiria helikopta yangu iende. Lakini mwaka ujao itakuja hapa, maana nimeona mandhari hapa ni mazuri. Mimi nawaomba tu mkuje mchague nikuwe mzee wa kijiji. Shida zenu za kina mama zitaisha. Mkiwa na shida pale nyumbani, msiwe na wasiwasi. Mtakapo nichukua nikuwe mzee wa kijiji, mambo yatakuwa shwari. Naam. Basi tuko haya mambo kiduchu. Kuna wingi matumaini kana kwamba grade ya 6 wako chonjo imara. Tunapa muda bila shaka